wapendwa wazazi, wapendwa ndugu, wapendwa jamaa na marafiki mliko kwenye hii sherehe, napenda niwasalimie. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ninaongea na mhusika Ezekiel, naomba niwape mgongo. Alafu kama litakuwa linakuhusu kati ya yale ambayo nitakuwa ninaongea na Ezekiel, basi litakuwa na wewe ni faida kwako. Jamani amina. Jamani amina. Usijisikie vibaya, leo ni siku yake. Sasa kusema na mimi nataka nisikie hayo, basi unaweza kuruhusiwa ukaje huko, ili nikisema na wewe nikujumlishe. Jamani Bwana Mike kama ina nani. Kuwa mwanaume ni bahati sana, lakini pia ni riski sana. Na ninaposema riski, mtu ambaye anajiriski ni mtu ambaye ameona kuna faida kwenye kila anachojiriski. Kwa sababu wapo wanaume wengi lakini hawajabeba sifa za kuwa wanaume, kwa sababu umekosa kujiriski. Lakini kwa mtu anayejiriski anazibeba sifa zote za kuitwa mwanaume. Sasa nataka niongee na wewe mwanaume mwenzangu. Nikisema Bwana asifiwe ukiitikia wewe inatosha, hata huko usipoitikia. Jamani amina. Jambo la kwanza, nataka na vitu vitatu nataka nikuambie. Hii ni siri kubwa ambayo wanaume wote tunatakiwa kuwa nazo. Na mwanaume yoyote asiyefahamu hizi siri atoshei au akidhi kuitwa mwanaume. Sifa ya kwanza yenye kufanya wewe uitwe mwanaume na kutoshea kukaa na mtu ambaye unaenda kukaa naye, mwanaume yoyote, yeye mwanaume ni mbeba vizazi. Mbeba vizazi. Lakini mwanaume yoyote yeye ni mbeba mbegu. Mwanaume mmoja akikosea amevikosesha vizazi vinne. Kwa hiyo katika kila jambo unalolifanya unatakiwa uwe makini. Usijifikirie tu wewe, fikiria vizazi vinne kutoka kwako vitakuwa vimekosea. Kwa hiyo mwanaume wa kwanza mwenye sifa ya kubeba kuitwa mwanaume ni mwanaume ambaye amebeba vizazi vinne pasipo kuvikosesha. Watu wengi leo wanalalamika na kuhangaika na kuwalaumu watu wakidhania makosa yalianzia kwao, lakini makosa yalianzia nyuma. Kuna mwanaume mmoja alikosea akasababisha vizazi vinavyofuata vikosee. Sasa mimi ninakusii, ukipata muda wako nenda kasome kitabu cha Mathayo sura ya kwanza, utasoma mstari wa kwanza kuendelea. Pale naeleza kwa habari ya genealogy, umeshusha vizazi pale. Lakini chini kabisa pale kwenye mstari wa 17 inazungumza, wanasema kuna kizazi kutoka Ibrahim kinaeleza kizazi mpaka kizazi cha Daudi. Katikati pale kuna vizazi vinne. Na ukisoma Biblia inazungumza upande wa wanaume, hawataji sana wanawake. Kwa nini? Kwa sababu kwenye Biblia inamzungumza mwanaume aliyebeba vizazi. Kwa hiyo utakapokuwa unafanya mambo yako, utakapokuwa unaishi na yule mwanamke, kumbuka wewe ndiye mbeba vizazi. Wewe ndiye mbeba mbegu. Mwanamke amewekwa kwa ajili ya kukusaidia wewe. Ukiwa umebeba zile mbegu, kama hautakuwa na mahali pa kuzalisha, maana yake bado hujakidhi kuwa mwanaume wa kujitosheleza. Lakini ukiweza kuzaa, kile kizazi unachokizaa lazima kibebe kitu ambacho wewe umekiandalia. Kwa hiyo ukikosea, unakosesha vizazi vingi. Mungu akusaidie sana, kwa sababu eneo naloelekea ni eneo very sensitive katika maisha kuliko maeneo yote uliyowahi kupita. Jambo la pili, mwanaume yoyote ni mbeba majukumu. Unaingia kwenye familia, hata kama mwanamke anafanya kazi, hata kama ana accumulate a lot of money, bado wewe ni mbeba majukumu. Utakiwi kumwachia mama afanye. Yeye aliletwa, Biblia inasema, kuwa msaada wetu. Wao wanatusaidia, lakini kila jukumu unatakiwa mwanaume ulibebe. Kwa hiyo ukilegea kubeba majukumu yako, maana yake umeuza wanaume wako,
unaouza kwa mwanamke. Sasa yatakayotokea pale sio makosa ya kwako tu. Kumbuka kuna kizazi kinachokuja kitatembea kwa mwendo ambao wewe umeukosea, na makosa yatakuwa mengi baadaye. Kuna vitu ambavyo utakavyokuwa unavifanya ukidhania una escape majukumu, lakini kumbuka kuna watoto wanakuja, watakuwa wanaangalia baba jinsi anavyoishi na mama, na wao wataenda kuishi na familia zao. Maana yake kile ulichokikosea wewe na wao pia watakikosea, alafu kitaharibu jamii. Ili tuweze kujenga jamii yenye kujitosheleza na kuwa jamii yenye nguvu, lazima usimame kwenye majukumu yako. Na ndio maana kwenye Biblia makosa yalipotokea kati ya Adamu na Hawa, Mungu hakumuita Hawa, Mungu alimuita Adamu, kwa sababu wewe ndio nilikupa kazi, nilikupa majukumu. Kwa nini hiki kimetokea? Sasa hautaki kusema ni yule mwanamke uliyenipa, unatakiwa ulibebe wewe lile jukumu. Kama ni makosa, uanze kujitazama wewe wapi ulipokosea, kwa sababu mwanamume mmoja akikosea amekosesha wanawake wa kutosha. Kwa mwanaume ili atengeneze kizazi kilichojitosheleza mbele, lazima mwanamume atembee kwa kuepuka sana makosa. Wanawake wanakosea mara 4 zaidi ya mwanaume anapokosea mara 1. Kwa hiyo ukimwona mwanamke au mke wako anafanya makosa mengi nyumbani, jiangalie wewe kwanza kabla hujamwangalia yeye. Usianze kumlaumu yeye, angalia wewe wapi ulipokosea kusimama kama mwanaume ukasababisha tatizo likatokea. Lakini ukisimama kwenye majukumu yako, nataka nikwambie, unaiponya nyumba yako, unaponya vizazi 4 vinavyokuja baada ya wewe. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la 3 na la mwisho, mwanaume ni mbeba maono. Mwanamke anaingia kwenye familia, Biblia inasema ameingia kwenye familia, yeye ni msaidizi, anatusaidia. Anasaidia nini? Anasaidia vision ambayo wewe umeibeba. Kwa hiyo mwanaume yoyote anaingia kwenye familia lazima awe na vision. Pamoja mnafunga ndoa labda leo, au mnafunga ndoa kesho, au kesho kutwa, lakini kumbuka mwanamke huyu anakutazama wewe, na wewe ndio umebeba vision ya familia. Ukishindwa kuwa na vision ya familia, nataka nikwambie, haujatoshea kuitwa baba, haujatoshea kuitwa mwanaume. Lakini mwanamke pamoja awe na akili kiasi gani, nataka nikwambie, Biblia imesema ishini na wanawake kwa. Maana yake lazima uwe na uwezo wa kuwa na uwezo wa kuwa na vision na kuwa na maono makubwa. Mmeishi leo, hamna watoto leo, lakini ujitazame ukiwa na watoto 3 mbele, 4 mbele. Lakini ukijitazama leo bila huna mtoto ukaishi kwa namna hiyo, nataka nikwambie, atakapokuja mtoto, watoto wao wanakujaga wakati mwingine mmepanga, lakini wengine wanakujaga by surprise. Watakapokuja watoto, kama hujakaa kwa kuwa na vision, kuona kesho yako, kesho kutwa yako, nataka nikwambie, utakuwa unatazama kwenye ile nyumba, alafu mtakuwa mnatazamana, kila mtu ana maswali ndani. Lakini ili kuzuia maswali mengi kwenye maisha yenu nyinyi wawili, lazima uwe na maono ya familia. Ubebe familia kwenye maono. Mwanamke lazima ajue mwanaume vision yake ni hii. Leo tuko hapa, kesho tutakuwa pale, kesho kutwa tutakuwa pale. Mwanamke anaishi na tumaini. Wanawake hawa wote unaowaona wenye waume, sio sizungumzio ambao hawana waume. Wenye waume, wao wanapenda kuwa na kuiona kesho yao. Kesho yao wanaionea wapi? Wanaiona kwa mwanaume. Kwa sababu kama mwanaume hana kuiona kesho yake, mwanamke akimwona mwanaume design hiyo, hana furaha naye kuishi naye. Hata kama anaishi naye, lakini moyoni hana amani. Lakini ukimuonyesha vision kwamba leo tuko hapa mke wangu, hata kama tunakaa kwenye nyumba ya kupanga, hata kama unaona na kazi hii, lakini mimi ninajiona baadaye nina nyumba zangu za kupangisha, lakini ninaona maisha yetu mazuri sana baadaye. Ile hope inamfanya kuendelea kukaa na wewe. Lakini hivi vitu vyote vinabebwa na nani? Vinabebwa na Mungu. Mwekeni Mungu mbele kwenye maisha yako yote. Adam alipotoka kwenye presence ya Mungu, Adam alifanya makosa makubwa sana, na kuanzia pale akapewa kitu kigumu sana, utakula kwa jasho lako. Nataka nikwambie, iokoe generation yako, okoa vizazi 4 kutoka wewe, waishi wakifurahia. Tulikuwa na baba ambaye alikuwa anapambana na maisha, na ndio maana leo tuko hapa. Epukana na laana za vizazi vinavyokuja, kulaani kwamba babu alikosea sana, kwa nini tuko hivi. Lakini wewe jenga kesho yako na kesho kutwa yako. Onyesha vision kwa yule mwanamke ambaye unaenda kuishi naye, atakupenda. Nataka nikwambie, utaitwa baby mpaka utashangaa. Mungu akubariki sana. Jamani, Mungu awabariki. Asante sana baba mchungaji kwa maneno yako mazuri sana.
Kiukweli ndoa nyingi zinakufa kwa sababu wanaume wengi hawabebi majukumu yao. Wakimwona mwanamama na mimi sina mengi ya kusema, mengi yote ameshasema.